neno la Mungu. Nilisema kwamba toka Ijumaa tulikuwa na somo letu Ifahamu Pasaka, na kitabu kikuu tulichokuwa tunatembea nacho kilikuwa ni katika kitabu cha Kutoka, yani Kutoka sura ya 12 na mstari wa 14. Baadaye tukasema mstari wa 24 hadi 28. Lakini lengo lilikuwa ni kwamba Pasaka, labda kuna mtu mmoja atusomee. Halo? Tusomee Kutoka sura ile ya 12 na mstari wa 14. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 14, Biblia inasema, ndiyo, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Nayo mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote. Mtaifanya kuwa sikukuu katika vizazi vyenu vyote. Kwa amri ya milele. Kwa amri ya Mungu ya milele. Kwa hiyo jana tulisisitiza kwamba hakuna mtu atakayeifuta Pasaka. Pasaka ni mpango wa Mungu, na Pasaka itakwenda mpaka pale Yesu atakaporudi kuja kulichukua kanisa lake. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu. Na tukasema Pasaka maana yake ni nini? Tukasema kwamba Pasaka ni mpango wa Mungu kumkomboa au kumwokoa mwanadamu. Kwa wale ambao tumekuwa katika siku mbili hizo, na tukasema ukombozi ukoje, nikatoa mfano ya kwamba Mungu kisoma katika Biblia ziko Pasaka 3, yani ukombozi mara 3 amefanya kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Ukombozi wa kwanza ulifanyika baada ya Mungu kumuumba mwanadamu. Alimuumba mwanadamu akiwa safi, hana kasoro, hana doa. Tatizo lilitokea wapi? Hata Mungu afikirie, awaze namna ya kumwokoa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa safi kabisa, hana doa. Maandiko yanasema alimuumba siku ya 6, na alipomuumba mwanadamu akaona amekamilisha kila kitu. Mwanadamu akiwa safi, hana dhambi, hana doa, hana kasoro yoyote. Mungu akamuumba mwanadamu na akamweka katika bustani ya Eden. Akamwambia kwamba sasa kaa hapa, uitunze bustani, uilime, uitunze maisha yako. Alafu akampa masharti. Akamwambia hivi, Adam, kwenye bustani kuna miti ya aina mbalimbali. Nataka unielewe, na nataka utoke katika usingizi. Naposema miti ya namna mbalimbali, si mnajua kuna mapela? Si mnajua kuna machungwa? Si mnajua kuna mananasi? Si mnajua kuna maparachichi sasa hivi? Hayo ni matunda ambayo Mungu ameyaweka tule, lakini kuna matunda mengine ni sumu. Na ndio hayo aliyomwambia mwanadamu wa kwanza, Adam na Hawa, usiaguse hayo, ni sumu. Maana siku utakapo yagusa matunda ya mti huu wa katikati utakufa. Biblia inasema ya kwamba katika baada ya hapo siku zimekwenda, adui, kuna kitu anaitwa nyoka, alikuwa mwelevu katikati ya viumbe alivyokuwa ameviumba. Huyu nyoka alikuja kwa ujanja na kwa hila. Alipofika akamkuta Adam na Hawa kwenye bustani ya Eden. Eti Mungu amesema nini? Mungu amesema nini? Hawa kaanza kujieleza ya kwamba Mungu amesema matunda yote tule, lakini tunda katika mti huu wakati katika bustani tusiaguse. Shetani nyoka akamwambia, wewe, siku mtakapokula, unajua mtakapokula mtafumbuliwa macho,
alafu mtakuwa welevu, alafu mtafanana na Mungu na hivyo basi. Biblia inasemaje? Ya kwamba baada ya maneno haya, alafu hakika mtafanana na Mungu, hamtakufa. Ndio alivyomwambia Shetani, alivyomwambia Hawa. Biblia inasema Hawa alipoona ya kwamba mti huu wapendeza, unafaa kwa kuliwa, kuna vitu pale ambavyo vimeelezwa ambavyo vilimfanya Hawa akaamua kuchuma lile tunda, alafu akala, na kisha akalipeleka kwa mume wake Adamu akala. Na baada ya kula, maandiko yanasema ndipo hapo walipojitambua wako uchi wa mnyama. Walipojitambua wako uchi kwa mnyama, kwa kosa walilolifanya ambalo Mungu aliwaambia. Sasa jioni Mungu anakuja, anatembea kwenye bustani ya Eden, anamuuliza Adamu. Adamu amejificha kimya. Mungu alikuwa na kawaida ya kumtembelea mtu Adamu, kuzungumza naye kila jioni, anazungumza naye. Lakini mara hii anapomtembelea Adamu kimya, Adamu mara nyingine kimya, baada ni kimya. Lakini mwisho wake Adamu akasema, nini hii? Mungu, niko hapa. Mungu akamuuliza, uko wapi? Akasema, nimejificha. Swali akaulizwa, umejificha kwa ajili ya nini? Je, umekula matunda niliyokukataza usile? Maana tunazungumza habari ya wokovu. Wokovu ni kuokoa, ni kukiokoa kitu kilichokuwa kimetumbukia, kimeingia shimoni, kimeingia katika hali ya kufanya nini? Ya kifungoni, kubanwa. Umefika mahali, kwa mfano mtu yuko gerezani na anahitaji kukombolewa, lazima ndugu watajichanga. Nimeona watu wanachanga kwenda kukomboa mwenzao kutoka wapi? Butimba au polisi, maana yuko katika mahali pa kifungo. Sasa kifungo cha dhambi cha kumdharau Mungu, cha kumfanya Mungu kwamba Mungu si kitu, ni kitu kibaya sana, ambacho hata leo bado watu wanaendelea kumdharau Mungu. Japo kwa Mungu amependa ulimwengu, amemtoa mtoto wake wa pekee Yesu Kristo, lakini watu hawamsikilizi Kristo. Kristo alikuja akafundisha, Kristo alikuja akahubiri Injili, Kristo alikuja akaitwa Rabi, mwalimu. Watu wakajua ya kwamba kila anachowaambia ni kwa sababu amekitoa kwa nani? Kwa Baba mbinguni. Lakini leo tunaona watu hawajali, na ndio maana tunahubiri Injili. Ili Injili hii, mpendwa baba au mama, sikiliza mafundisho, sikiliza Injili, ili kusudi ubadilike. Katika siku kama hizi watu wanajichafua. Kuna watu wengine sasa hivi wameandaa makreti ya bia. Kwa watu wengine wameandaa kwenda kufanya mambo ya utalii, kuzini na kufanya mambo ya ovyo. Kuna watu wamejiandaa hapa kwenda kufanya ufuska. Kuna watu wamejiandaa hapa kwenda kufanya ujambazi. Wana mawazo yaliyo machafu, yale ambayo shetani aliyeingiza, bado wanayo. Tukasoma na tukaona ya kwamba Mungu akasema, basi huyu mwanadamu, maana adhabu ilishuka. Wale ambao tulikuwa nao toka juzi na jana, adhabu ilishuka. Maana Mungu akamwambia nyoka, sasa hutakuwa na miguu, utatembea kwa tumbo. Na maana kwamba nyoka alikuwa na miguu, lakini sasa utatembea kwa tumbo. Halafu la pili, akaambiwa wewe nyoka, utakula mavumbi. Utatembea na kula mavumbi. Hiyo ndio adhabu yako. Mungu akamgeukia mwanamke, akamwambia mwanamke, nini hiki ulichokifanya? Sasa kwa kuwa umekifanya jambo hili, sasa tazama, utakuwa na uzao kwa uchungu. Na ndio maana leo akina mama, huwezi ukaepuka uchungu,
maana ni kauli ya Mungu. Mungu alisema utazaa kwa uchungu. Alafu la pili anamwambia tamaa yako itakuwa juu ya nani? Ya mume wako. Ya mume wako. Na kisha Mungu akarudi akamwambia Adamu, Adamu, tazama utakula kwa jasho. Utakula kwa jasho. Dunia itazaa miiba na mibigili. Kwa maana nyingine tunapoingia tafsiri hiyo ni kwamba dunia hii wakina baba, vijana, tunawaambia vijana, unakuta vijana hawafanyi kazi. Na Biblia imesema fanya kazi, na usipofanya kazi usile. Acheni vijana. Kuna watu wengine mpaka leo watu na miaka 30, miaka 40 huko nyumbani tumekaa, eti tunakula vya baba na mama. Nimeona siku nyingine baba mmoja alifariki, acha fujo itokee. Watoto wanaanza kung'ang'aniana, mali hizi ni za baba, mara hivi na nini, wamegombana, wengine mpaka wakapeana sumu wakauawa. Sikiliza kijana, huu ni wakati wa kufanya kazi, maana ndivyo Mungu ametaka tufanye kazi. Usikwepe kazi. Kijana yoyote, fanya kazi. Bidii ya kazi. Acha mambo ya kukaa. Acha mambo ya kukaa na kuangalia saa. Sasa kwa mpendwa fulani, sasa nimtembelee mpendwa, mtumishi wa Mungu, mmefika mahali pale, unaanza kumtembelea. Bwana asifiwe, amen. Mpendwa amefika hapa, basi unafika vipi? Anasubiri muda wa chai, anasubiri muda wa chakula. Acha kudanda, si kudanga. Fanya kazi ili kusudi ule chakula chako. Wanaume, fanya kazi. Fanyeni kazi. Vijana, fanyeni kazi. Nikazungumza jambo lingine la pili. Adam walipotenda na walikuwa uchi, nikazungumza wakatengeneza majani wakajifunika, ili kuzuia nini? Ile aibu. Lakini neno la Mungu asema, Mungu aliyemkomboa mwanadamu akamchinja mnyama wa kwanza, akamfunika nini? Akamfunika uchi wake, akampa mavazi. Bwana apewe sifa. Nikawaonya vijana na wasichana, wa baba na wa mama, leo kuna mitindo ya ajabu ya mavazi. Mungu angeliwacha mkatembea uchi wa mnyama, angeliwaachia tu mkavaa jinsi mnavyotaka. Leo dunia, mpaka tunapokutana kule wachungaji, tunasema hili kanisa tutalifanyaje kanisa? Tunakaa vikao, wachungaji tunakaa. Leo unakuta watu wanavaa mavazi ya ajabu, mavazi yasiyo na adabu na yasiyo na heshima. Mtu anavaa mpaka anakwenda kwa baba, mtu anavaa anakwenda kanisani. Badilikeni, yako mavazi ambayo Mungu alipotazama. Yale ya kujifanyia unavyojifanyia mwenyewe, unayotaka mwenyewe, puzi mtupu. Jana unakuta amevaa suruali inalegea mpaka hapa na matako yako nje, chupi iko nje. Jinga kabisa wewe. Mungu angelikuacha. Bado watu wanaendelea na ujinga wa shetani, wana mawazo ya kibirisi. Huta mtu amevaa kasketi kako vya ajabu bana. Tengeneza. Mungu akawatengenezea mavazi ya heshima. Adam alipovaa anatoka, Mungu anamwangalia. Hawa anapotoka, Mungu anamwangalia. Yako mavazi ya heshima ambayo tunatakiwa tuyalinde. Tulinde utakatifu wetu. Tumsikilize Mungu. Kanisa limekuwa shida, mpaka watu wanafika mahali wanaidhinisha ushoga.
eti ushoga kanisani. Mwanamume amwoe mume mwenzake. Eti wakuu wa dini wamekaa. Unajua kuna madini za mashetani. Na Paulo alizungumza nyakati za mwisho zitakuwa za hatari. Roho Mungu alizungumza nyakati za mwisho zitakuwa za hatari. Watu watakataa kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu ya kweli. Watasikiliza maneno na roho za mashetani. Wataacha maadili ya kweli. Lakini watu wa Hebron, hebu ni wakati wa kuinuka sasa kuyafuata maagizo ya Mungu. Kama umeokoka, unamjua Yesu, umemkiri ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka kukwambia badilika. Badilika. Na katika semina tujifunza, mwanamke utazaa kwa uchungu, na tamaa yako itakuwa juu ya mume wako. Hiyo ni laana ambayo Mungu alitamka, lakini kwa upendo wa Mungu amemleta Kristo. Lakini bado tumeonyana. Tumesema hivi, kuna watu wengine hapa wanapenda kuchekecheka na waume za watu. Acha. Marufuku. Kwenda kucheza na mume wa mtu. Ndugu yangu, utachomwa na maji ya moto. Utakuja hapa una sura ngapi? Nyeusi, nyingine nyekundu, nyingine namna hii. Nini? Ulikuwa cheka na mume wa mtu. Jihadhari. Mume wa mtu ni mume wa mtu. Usivunje ndoa za watu. Nikasema na wakina baba nanyi, wakina mama wanapokwenda kuzaa pale, ukicheza mchezo eti hani unakwenda kumpelekea nini. Mzungu mmoja alimpelekea mke wake wakati akiwa mjamzito. Eti hani anamshika namna wewe, wakati mwenzako anataka kufa. Mama alishika mkono akaweka vidole vyote mkononi, mdomoni hapa, akavikata. Uchungu. Wananipiaga simu wengine hapa. Baba mchungaji, omba baba mchungaji. Wewe sasa naomba huko, sasa huyu mtu ambaye yuko uleba mwenyewe pale, yuko kwenye kiwango kipi? Kati huo unakwenda kumwambia sijui namna gani? Wewe tengeneza mambo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Baada ya hapo maandiko yatueleza wazi. Sasa tumesoma katika sura ile Yesu anafufuka katika wafu. Yesu anafufuka katika wafu. Amekufa, Yesu ameteswa, amezikwa, na siku ya tatu anafufuka. Maandiko yamesema katika sura hii ya 28 mstari ule wa kwanza, hata sabato ilipokwisha siku ya Jumamosi, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, bayo ni Jumapili, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Walipofika kwenye kaburi wakati Yesu anazikwa, na wao wenyewe wakiwepo, hata wakiwa nyumbani, wanakwenda wanajiuliza, tunakwenda kaburini, nani atakaye tufungulia? Maana kulikuwa na mzinga wa jiwe ambalo haliwezi kutolewa na mtu. Nani atakaye tuondolea? Nani atakaye tuondolea hili jiwe? Wana
wanawaza, wanakwenda, wanaendelea. Walipofika mahali pale kaburini, kwenye ile bustani ambayo ilikuwa ni kaburi la pekee alilokuwa amelitengeneza mtu mmoja, tajiri mmoja anaitwa Yusufu wa Arimathaya. Alipokuwa Yesu amezikwa mahali pale, lile jiwe likawekwa kubwa, na lile jiwe wanawaza, nani atakaye kwenda kutuondolea? Maandiko yanasema kwa kifupi, usiku, maana siku ya kwanza, ya pili, siku ya pili sikuelezea. Siku ya pili Yesu akiwa kaburini, mwili ulibaki, lakini roho yake ilikwenda kuzimu, kwenda kuhubiri injili. Ilikuwa ni lazima injili ihubiriwe hata kuzimu. Sijui unanielewa? Hebu naomba msomaji wetu, hebu soma kipengele hiki. Wa Israeli. Petro sura ya 3, tuanzie na ule mstari wa 17. Mstari wa 17. Tuone maandiko yanasemaje. Asio kasema mchungaji anasema uongo, na ndivyo ilivyokuwa. Anzia mstari wa 17. Sikiliza kwa makini. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 17. Wa 17. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema. Yesu aliteswa kwa kutenda mema. Ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu. Ikiwa ndiyo yaliyo mapenzi ya Mungu, Yesu akatimiza mapenzi ya Baba. Kuliko kwa kutenda mabaya. Kuliko kutenda mabaya au kutenda dhambi. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja. Kwa ajili ya dhambi. Kwa ajili ya dhambi. Mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Huyu alikuwa mwenye haki, huyu Yesu Masihi alikuwa mwenye haki. Alikufa kwa ajili ya watu wasiokuwa na haki, ili atulete kwa Mungu. Kifo chake kilikuwa ni kusudi la kutuleta kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Mwili wake ukauawa. Mwili wa Yesu ukauawa, bali roho yake ikahuishwa. Bali roho yake ikahuishwa, ikafanywa kuwa mzima, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni. Kwa hiyo tunaona roho ya Yesu, maana kule kuzimu zinakwenda roho. Kule kuzimu zinakwenda roho. Kwa hiyo roho ya mtenda dhambi akifa hapa duniani ni huko kuzimu. Roho ya mtu mwenye haki anapokufa inakwenda mahali pake. Kama tulikuwa tunafuatana kwenye semina kwamba watu wakafufuka, miili ya watu ikafufuka wakati wa kifo chake Yesu. Ilipotetemeka Jerusalem, makaburi yakapasuka. Alafu watu wakatoka waliokuwa wamekufa ndani yake, wakatembea Jerusalem, wakawaona, na ndugu wakajua kabisa fulani amefufuka. Wakafuka. Baada hapo wakajisapia, wakapotea, wakaondoka kwenda. Wenzetu wasema mahali pengine paitwa purgatory, si paragatori. Hapo ndipo ambapo roho zilizokufa katika Kristo zinasubiri, au watu waliokufa katika Kristo wanasubiri Yesu atakaporudi. Wanaungana na hao wanaotoka duniani walio hai, wanaompenda Kristo, wanakwenda kuwa jeshi moja. Watakaa hapa. Wakati wa duniani ni dhiki kuu isiyo na kikomo.
Yesu roho yake ikaenda kuzimu. Huko kuzimu ilifanya nini? Bado endelea, malizia. Akawahubiri. Huko alikwenda kuhubiri. Mstari wa 19. Ndio. Na mstari wa 20. Ambayo kwa hiyo watu wasiotii hapo zamani. Kuna watu waliokufa na kuna watu wasiotii huko zamani. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Wakati ambapo uvumilivu wa Mungu ulikuwa unasubiri watu watubu dhambi zao. Siku za Nuhu. Siku za Nuhu, unajua dunia yote kagarikisho, watu wakafa siku za Nuhu. Safina ilipokuwa ikitengenezwa. Ndio. Ambamo ndani yake ndio wachache, yani watu 8. Watu 8 tu ndio waliokoka. Roho za watu wote duniani zikafa. Bwana apewe sifa. Hao walikuwa hawajaisikia injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu akaenda kuzimu. Huko injili ikahubiriwa kwa usahihi. Waliosikia habari za uzima walipona, wakaokoka huko. Wakatoka huko. Waliokataa kusikiliza injili, waliosema nenda zako Yesu, basi ndio waliishia huko, walibakia huko. Kama yule tajiri aliyekula kwa nasa na aliyekuwa nakula kwa mambo ya ajabu na kutapanya mambo yote na kufanya mambo yaliyo maovu, alibakia kule kuzimu. Na Yesu akiisha kumaliza siku ya pili, Biblia anasema akazichukua funguo za mauti na kuzimu. Akamwambia Shetani, huna la kwako tena. Mamlaka yote yako kwa Yesu. Kwa hiyo Yesu alipofufuka katika wafu, alifufuka akiwa na ushindi juu ya mauti. Ndio maana alitangaza kwamba mauti, mtu anamwamini Yesu hata kifa, hata kufa milele. Atakuwa amelala tu, anasubiri ufufuo ambao tumeona watu walifufuka na yeye mwenyewe alifufuka. Amen. Una wasiwasi ya nini? Mwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo leo tunahitimisha ya kwamba Kristo amefufuka katika wafu. Dunia nzima, mataifa yote, makabila yote lazima watambue ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na kisha akafufuka na sasa yuko hai. Na baada ya muda tutakwenda kuangalia mafundisho yanasema Kristo alipaa kwenda mbinguni. Na kule mbinguni amekwenda kufanya nini? Maandiko yanasema amekwenda kutuandalia makao. Bwana apewe sifa. Sasa makao yale, kama wewe ni jambazi hutaingia. Makao yale kama unaendeleza mambo ya kishetani, huna nafasi. Wazinzi hawataingia, waongo hawataingia. Watakaoingia Yerusalemu mpya ni watakatifu, walioachana na dhambi, walioachana na uovu, walioachana na tamaa ya dunia hii, walioachana na mambo yaliyo mabaya. Hao hawataingia. Lakini mtu wa Mungu, jiandae kuingia. Kuna Yerusalemu mpya, mji mzuri umeandaliwa kwa ajili yako. Siku moja tutakuwa na mafundisho haya, tutazame, tutafakari, tuone kwa nini uache huo mji mzuri. Kwa nini uache mahali pazuri palipoandaliwa kwa ajili yako? Dunia hii ina kitu gani? Dunia hii inapita, tena itakunjwa kama nini? Kama karatasi. Sasa ujiulize, wewe ambaye ni mtenda dhambi, utakuwa wapi kama itasagwa, kama itasagwa? Siku moja nilipigwa hapa na nyigu hapa, nikasikia mpaka kichwa kinazunguka. Sasa ngoja, siku moja ni wawinda, nikawakuta wamekaa pamoja na karatasi langu, nikaenda nikawashika namna hii, nilipowasaga namna hii, yani vikatoka mle vipande kwa hasira. Kuna hasira ya Mungu ipo, itawaka, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Kwa hiyo jiandae, amua sasa. Pasaka hii tengeneza mambo yako. Unakwenda na Mungu au unakwenda bado na mawazo ya kishetani, ya kukimbizana na wanaume, kukimbizana na wanawake, kukimbizana na dunia, kufanya yaliyo maovu?
hayo ndio unaendelea nayo au namna gani? Amua. Lakini mpango wa Mungu kwa jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake wa pekee, ili kila atakayemwamini, atakayemkiri awe na uzima wa nini? Wa milele. Atakayemkataa, basi ndio inakuwa shida kwako milele na milele. Kwa hiyo Yesu amefufuka katika wafu, yu hai, na aliendelea kuwatokea watu, na hata sasa Yesu anajitokeza kwa watu kwa nguvu na kwa uweza wa ajabu. Yesu anaokoa. Wewe ambaye hujaokoka, inawezekana ukawa katikati yetu, au kuna mtu ambaye unaendelea na maovu na dhambi ndani katikati yetu. Acha dhambi zako, mgeukie Mungu, tengeneza mambo yako, uishi katika maisha ya uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Tengeneza mambo yako, tengeneza. Naomba kwa hapo nifikia hapo kwamba Yesu amefufuka katika wafu. Hebu tupige makofi na kwa ya ushindi kabisa tumpe. Sijaona mtu mmoja amepiga makofi, sijaona vigelegele, sijaona shangwe. Yesu ameshinda kifo, yu hai. Upende usipende, Yesu yu hai, na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na amekwenda kutuandalia makao. Pale alipo anatutaka na sisi tuwepo. Kwa hiyo fanya bidii, tengeneza mambo yako ili uweze kwenda kuishi na Baba milele. Dunia hii inapita, dunia hii inapita. Jamani, unajua kuna watu hawajui nini kinachoendelea na dunia hii. Dunia hii wanatengeneza makombola, wanatengeneza masilaha, wanatengeneza nini, lakini mnajua ni nini kinachozuia mambo haya, vita visianze kunuka sasa hivi? Yuko Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anazuia, anataka utengeneze mambo yako ili kusudi uwe sawa. Yesu akija uwe tayari. Vinginevyo Marekani wakifumua, China wakafumua, Korea wakafumua, huko nani wapi, Urusi wakafumua, dunia hii itakuwa namna gani? Sio, kuna watu wanafikiria sio namna gani. Hapa Kongo tu watu wanakufa, wanakufa. Acha vita, itakwenda kunuka duniani, watu watakimbia ovyo. Ole wao, Biblia imesema, wanyonyeshao siku hizo na wenye mimba. Tusimame. Yu Bwana, yu Bwana amefufuka, oni yu Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Yu Bwana, yu Bwana, yu Bwana amefufuka kifoni, yu Bwana, na kila ulimi